watakatifu kweli, hakuna mwenye haki duniani. Wenye haki duniani tupo. Amen. Haleluya. Watakatifu duniani tupo. Sasa wewe ukisema mie Bwana unafikiri tupo watakatifu. Amina. Haleluya. Amen. Watakatifu wako, hebu nyosha mkono kama ni mtakatifu. Haleluya. Amen. Kama unajijua mimi ni mtakatifu, mimi ni mtakatifu. Amen. Haleluya. Ni mtakatifu na uhakika. Na uhakika. Na hivyoishi najijua, ninapotembea najijua. Kwa hiyo nina ujasiri wa kukwambia mimi ni mtakatifu. Na hao Mungu anasema wapo duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tupiane injili kidogo. Hao watakatifu wapo duniani. Na hao Mungu ndiye anapendezwa nao. Sasa kwa nini wewe unasema hakuna mtakatifu duniani? Kwa nini? Unajiachia makusudi, unafanya uovu, unafanya dhambi. Tambua unapofanya dhambi, baba yako ni nani? Ibilisi. Amina. Haleluya. Sasa baba yako Ibilisi. Alafu chakula unataka ule kwa baba yetu wa mbinguni. Baraka unataka upate kwa baba yetu wa mbinguni. Mafanikio unataka upate kwa baba yetu wa mbinguni. Mume akupe baba yetu wa mbinguni. Lakini babako ni huyu Ibilisi. Je, wapendwa, inawezekana? Sasa hiyo ndio kimoja sababu ya vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Lengo kuu ni kuviondoa vizuizi vinavyozuia kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Kwa hiyo nasema kwamba kizuizi namba 1 ni dhambi. Haleluya. Najua sisi mbona tulijua maombi? Ndio, maombi hapo. Lakini sasa si dawa lazima iende na vipimo. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna daktari anatoa dawa tu nenda kaje kakufa. Dawa lazima iende na nini? Na vipimo. Unapimwa mapigo ya moyo yakoje? Pressure inapanda inashuka, iko ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tukishaipima pressure na nini tukishajua dozi yako ni wiki 2, wiki 3, mwezi, basi tunakupa dawa. Haleluya. Amen. Lazima upone katika jina la Yesu. Amina. Ndio maana kuna mafamasisti kwa wale wanaojielewa, ukienda saidie dawa bwana, dawa nini? Ndio yote kwa sababu nasikia kama akupi dawa. Wale wanaojielewa hawezi